wetu, twakuja uweponi mwako tukiomba Jehova ukatawale. Jehova, ulikuwa nasi kuanzia asubuhi Jehova mpaka sasa tunaingia kusikia neno lako Jehova. Tunaomba ukambariki, ukamuinue Jehova. Wacha neno lako litakuja Jehova, likatuinue Jehova, likainue imani yetu Jehova, likatuongoze Jehova. Nena nafsi yetu Jehova. Baba, wakati huu Jehova, tukisikia Jehova kutoka kwako Jehova, tunaomba tukatakase Jehova, ukamuinue mnenaji wako Jehova, anapoleta neno Jehova, wacha akazidi Jehova kumnenesha Jehova, na ni katika jina la Yesu Kristo tuomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Basi nitaomba tuketi. Haleluya. Na wale wako nje nitaomba tuingie ndani. Tuanze somo letu tukiwa kwa pamoja. Amen. Kuna mambo mawili matatu ningependa tuzungumzie asubuhi ya leo, tukiwa katika kuendelea katika mafundisho yetu ya kuishi maisha ya utauwa na kuridhika. Haleluya. Amen. Moja kwa moja ningependa tuanze na neno utauwa. Bwana Yesu asifiwe. Utauwa wengi tumejua maana yake kwamba ni kuishi maisha ya kimungu, godliness life. Amen. Hiyo ndio maana ya neno utauwa. Amen. Haleluya. Bwana Yesu anafurahi kwa sababu nafikiri ni kuua, sio hiyo, sio ile kuua. Amen. Godliness inaitwa utauwa. Amen. Contentment inamaanisha kuridhika. Amen. Basi ningependa tuzungumzie maneno matatu, na jambo la kwanza ningependa tuzungumzie, haya ni mambo ambayo tunafaa kuzingatia ili kuishi maisha ya utauwa na kuridhika. Amina. Basi moja kwa moja ningependa tuende katika kitabu cha Danieli 1 tukianzia mstari wa 8. Bwana Yesu asifiwe. Ili kuishi maisha ya utauwa lazima uamue. Bwana Yesu asifiwe. Hawezi ishi maisha ya kumpendeza Mungu kama hujaamua. Amen. Basi tunaenda katika kitabu cha Danieli 1 kuanzia mstari wa 8. Biblia inasema, lakini Danieli aliazimu moyoni mwake ya kuwa hatajitia unajisi kwa chakula cha mfalme wala kwa divai atakayokunywa. Basi akamwomba yule mkuu wa towashi ampe ruhusa asijitie unajisi. Haleluya. Mstari wa 9. Basi Mungu alimjalia Danieli kumpa kibali cha huruma na huruma machoni pa huyu mkuu na wa watowashi. Bwana Yesu asifiwe. Hapa tunaangalia mtu mmoja anaitwa Danieli. Danieli alikuwa anaagiza yule mkuu wa towashi amruhusu asishiriki chakula cha mfalme. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu alikuwa na uamuzi kwamba angeshiriki kile chakula cha mfalme angeenda kinyume na neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Najua wengi mnafikiri sana chakula cha mfalme kinafanana aje. Haleluya. Chakula cha mfalme si chakula hiki tunakulanga kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inamaanisha nini inaposema hivyo? Pia inasema kuwa rafiki wa Mungu ni kuwa adui wa dunia. Bwana Yesu asifiwe.
Basi tuna maana kwamba unapotaka kuishi maisha ya utauwa na kuridhika, lazima uache mambo ya ulimwengu huu. Bwana Yesu asifiwe. Ndiyo ujue kwamba unachokifanya ni kitu kitakumpendeza Mungu. Jambo la kwanza, lazima uamue katika moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Uache mambo yote ya dunia hii. Uache kila kitu chote kinachokurudisha nyuma, ndio uishi maisha ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haya, jambo la pili, lazima tuwe waombaji. Amen. Ili kuishi maisha ya utauwa, lazima tuwe waombaji. Bwana Yesu asifiwe. Hauwezi kuishi maisha ya utauwa ili mradi hauombi. Bwana Yesu asifiwe. Ili hali huwezi hata take just 1 minute uomba. Bwana Yesu asifiwe. Sana nikirejelea katika ya maisha ya utauwa na kuridhika, nikawa nafikiria sana haya maisha ya utauwa na kuridhika. Nikakuja kugundua kwamba Wakristo wengi tunaishi nje ya utauwa na kuridhika. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunaishi nje ya utauwa. Bwana Yesu asifiwe. Tunajidai kwamba tunampendeza Mungu, lakini tukiangalia ndani yetu, ile hali ya kuonyesha kwamba tunampendeza Mungu haimo ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Tufungue katika kitabu cha Marko 14 mstari wa 38. Fungulia Marko 14 mstari wa 18. Amen. Amen. Walipokuwa mezani wakila, Yesu alisema, kweli nawaambieni, mmoja wenu atakayekula pamoja nami atanisaliti. Amen. Mstari wa 38, sio mstari wa 18. Amen. 38. Amen. Kisha akawaambia, kesheni na kusali ili msije mkaingia katika majaribu. Roho inataka lakini mwili ni dhaifu. Mstari wa 39. Akaenda kusali tena akirudia maneno yale. Rudi mstari wa 38. Kisha akawaambia, kesheni na kusali ili msije mkaingia katika majaribu. Roho inataka lakini mwili ni dhaifu. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inamaanisha nini? Biblia inasema tuombe mchana na usiku. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana kwamba neno la Mungu likae ndani yako, maombi yakae ndani yako masaa 24. Bwana Yesu asifiwe. Mchana wewe unaomba, usiku unaomba. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi unapoenda kinyume cha maandiko hayo, inamaanisha kwamba wewe hauko katika utauwa ama maisha ya kumpendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi Biblia inasisitiza ya kwamba tuishi tukiomba mchana na usiku, ndio tuishi maisha ya utauwa na kuridhika. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi tunapokuwa tukiomba usiku na mchana, hapo ndipo maisha yetu yanakuwa ya kupendeza Mungu, ndio inaonekana kwamba tuko ndani ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa haraka ningependa kufungulia kitabu cha Wathesalonike wa kwanza 5:17, sababu muda wetu unaenda kwetu. Wathesalonike wa kwanza mstari wa 5, Wathesalonike wa kwanza 5 mstari wa 17. Biblia inasema ombeni bila kukoma, shukuru kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tuombe kila wakati ili tumpendeze Mungu. Mstari wa 18 unasema, shukuru kwa kila jambo, maana hayo ni mapenzi ya Mungu kwenu katika Kristo Yesu. Msimuzimishe roho, msitweze unabii.
Jaribu mambo yote, lishikeni lililo jema. Bwana Yesu asifiwe. Ina maana kwamba tunapokuwa tukiomba tunapata mambo mazuri kutoka kwa maombi. Bwana Yesu asifiwe. Tunaomba muda wote ule Mungu, chochote tunachokiomba Mungu anatufanyia. Kwa sababu tunapofanya hivyo, ina maana kwamba tunaishi maisha ya utauwa na ya kumpendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mpendwa unayenisikiliza mahali pale ulipo, sana sana tukijaribu kutafakari hili neno la utauwa na kumpendeza Mungu na kuridhika, ni mambo mengi sana tunayopata huko kama changamoto ambazo watu wengi huzipitia. Bwana Yesu asifiwe. Ni jambo gani nalomaanisha nikisema hivi? Tunaishi katika maisha ya utauwa ya kumpendeza Mungu, lakini katika mioyo yetu hatuombi. Bwana Yesu asifiwe. Katika popote tunapoenda hatuombi. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu unapoomba, hapo ndipo inapothibitisha ya kwamba umeanza safari, umeamua safari ya kuishi maisha yanayompendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la tatu ningependa tuangalie, lazima tuwe wasomaji wa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hilo ni jambo la tatu. Lazima tuwe wasomaji wa neno la Mungu. Kama umeamua kuishi maisha ya utauwa, maisha ya kumpendeza Mungu, lazima uwe unasoma neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Si kwamba neno la Mungu tunalisoma Jumapili peke yake, ati unafungua Biblia Sunday mpaka Jumapili nyingine utafungua neno la Mungu. Hamna. Biblia inasema ya kwamba lazima tulisome neno la Mungu kila wakati. Zaburi 119 mstari wa 9. Zaburi 119 mstari wa 9. Amen. Biblia inasema, jinsi gani kijana aisafishe njia yake kwa kutii, akilifuata neno lako. Kwa moyo wangu wote nimekutafuta, usiniache nipotee, bali na maagizo yako. Moyoni mwangu nimeiweka neno lako, nisije nikakutenda dhambi. Bwana, uhimidiwe, unifundishe amri zako. Kwa midomo yangu nimezisimulia hukumu zote za kinywa chako. Bwana Yesu asifiwe. Hapa Daudi anasema ya kwamba moyoni mwake anatuongelesha sisi watu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema ya kwamba neno la Mungu likae mioyoni mwetu. Amen. Wakati wote huu nalitafakari. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu neno la Mungu linapokaa ndani yako na unalitafakari usiku na mchana, Biblia inasema ya kwamba hapo unaishi katika utauwa na kumpendeza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ili uishi maisha haya ya utauwa, lazima unalisoma neno la Mungu, lazima ufuate maagizo ya Mungu. Unapolala, unapotembea, lazima ufuate neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa moyo wangu wote nimekutafuta, usiniache nipotee. Biblia inasema unapolisoma neno la Mungu, unapoliweka kama chakula chako, Mungu atakuwa pamoja na wewe, hautapotea. Amen. Kwa midomo yangu nimesimulia hukumu zote za kinywa chako. Nimeifurahia njia ya shuhuda zako, kana kwamba ni mali mingi. Bwana Yesu asifiwe. Katika midomo yako, haleluya, neno la Mungu lisikose hapo. Amen. Amen. Aya, kitabu cha tusome Yohana 17 mstari wa 17. Yohana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Yohana 17 mstari wa 17. Amen. Waweke wakfu katika ukweli. Neno lako ni ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ati neno la Mungu ni ukweli. Amen. Unapolisoma neno la Mungu unakuwa katika hali ya kweli. Amen. Kwa sababu unapolisoma hili neno hauwezi ukadanganyika. Amen.
Unaposoma neno la Mungu unakaa ndani yake na kila kitu unachokiamini inakuwa cha ukweli. Bwana Yesu asifiwe. Basi hivyo ndugu zangu, tunapotaka kuishi maisha ya utauwa, lazima tuwe tunasoma neno la Mungu. Hauwezi ukadanganya eti unaishi maisha ya kumridhisha Bwana hata neno ujui linasema aje. Bwana Yesu asifiwe. Haujaifungua Biblia hata siku moja, unaisomanga mara moja kwa wiki. Amen. Kwa sababu Biblia inatuambia hapa hivi, neno la Bwana lisikose kinywani mwako, unalitafakari usiku na mchana. Bwana Yesu asifiwe. Saburi anasema nitalitafakari neno la Bwana usiku na mchana. Amen. Huyu ni mtu yule aliye kama mtu uliopandwa kando kando ya vijito vya maji. Bwana Yesu asifiwe. Hata upigwe na jua aje, hauwezi ukayayuka damu lake. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi tunapoishi katika neno la Bwana, tunapolisoma neno la Mungu, tunamaanisha kwamba tunaishi katika utauwa na kumrudisha Bwana. Amen. Ndugu zangu, kuna mambo mengi sana tunayopitia katika dunia hii yanatufanya mpaka tunaenda kinyume cha neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mfano katika kutamani vitu za ulimwengu. Amen. Kwa sababu hapa tunasoma juu ya utauwa na kuridhika. Amen. Hivyo basi kama hauridhiki na kile kilicho katika neno la Mungu, wewe hauishi maisha ya kumpendeza Mungu, hauishi maisha ya kuridhika, hauishi maisha ya utauwa. Bwana Yesu asifiwe. Kwa haraka kabisa tusome Waebrania 10 mstari 25. Hebrews 10:25. Amen. Waebrania 10:25. Amen. Biblia inasema wala tusiache kukusanyika pamoja kama ilivyo desturi ya wengine, bali tuonyane na kusiti kufanya hivyo kwa kadri muonavyo siku ile kuwa inakaribia. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatuambia hapa tusikose kukusanyana pamoja kama ilivyo desturi ya wale wengine. Amen. Mimi najiuliza kitu kimoja. Tukiwa tumejikusanya hivyo, tunalisoma neno la Mungu. Biblia inasema hiyo ni njia moja ya kuishi katika maisha ya utauwa. Bwana Yesu asifiwe. Tunapokusanyana hivyo, tukionyana, tukiona yale mambo ambayo yafai, tunasaidiana, basi hapo tunaishi katika maisha ya utauwa. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma katika hiyo Waebrania 3 mstari wa 13, hiyo Waebrania 3 mstari wa 13. Rudi nyuma tu kidogo. Hiyo Waebrania 3 mstari wa 13. Maadamu hiyo leo inavyosemwa katika maandiko bado inatuhusu sisi, mnapaswa kusaidiana daima, ili mtu yeyote miongoni mwenu asidanganywe na dhambi na kuwa mkaidi. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema hapa kwamba unapoishi maisha ya utauwa ya kupendeza Mungu, lazima tuwe sisi wenyewe tunaonyana. Bwana Yesu asifiwe. Unaona, kuona mwenzako akienda kinyume na neno la Mungu, unamuonya. Bwana Yesu asifiwe. Asije akadanganywe akaingia katika dhambi, na wewe unasema unaishi maisha ya utauwa na kupendeza Mungu, na bila kumwambia kwamba anachokifanya sio kizuri. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi ndugu zangu, kuishi maisha ya utauwa ni kukaa pamoja, ni kushauriana pamoja, ni kukusanyana pamoja, tunakubaliana, tunasoma neno la Mungu, ambapo mwenzako anaenda kinyume unamuonya. Bwana Yesu asifiwe. Hayo ndiyo njia moja ya kumpendeza Mungu katika kuishi maisha ya utauwa. Amen. Tusome kitabu cha mwisho Yoshua 1 mstari wa 8 ndio tumalizie na kuridhika. Amen. Yoshua 1 mstari wa 8. Yoshua 1 mstari wa 8. Amen. Biblia inasema kitabu hiki cha Torati
kisiondoke kinywani mwako, bali yatafakari maneno yake mchana na usiku, upate kuangalia kutenda sawasawa na maneno yote yaliyoandikwa humo, maana ndipo utakapofanikisha njia yako, kisha ndipo utakapostawi sana. Amen. Hapa Biblia inasema ya kwamba neno la Mungu lisikose ndani yako. Amen. Joshua anaambiwa baada ya Musa amekufa. Amen. Mungu anamwambia Joshua, ambia wana wa Israeli maneno ya Mungu yasikose kinywani mwako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu neno la Mungu linapokaa ndani yako, hautaenda kinyume na maagizo ya Mungu. Amen. Unapolisoma neno la Mungu, hauwezi fanya mambo ambayo yamridhishi Bwana. Amen. Unaposoma neno la Mungu, inakuwa kama chakula chako cha kuishi maisha ya utauwa. Amen. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Edi, tumesoma kitabu gani cha mwisho? Edi, tumesoma kitabu gani cha mwisho? Yoshua ngapi? Mstari wa ngapi? Mstari wa 8. Amen. Haleluya. Amen. Yes, lazima tuwe tunalisoma neno la Mungu lisikose katika kinywa chetu, kwa sababu hiyo ndiyo njia moja ya kumridhisha Bwana, ya kumfurahisha Bwana na kusimama unastawi katika maisha ya utauwa. Bwana Yesu asifiwe. Tukimalizia na kuridhika, tumekuwa tukielezea mambo ya utauwa, tunamalizia na kuridhika. Tusome Timotheo wa kwanza mstari wa 6 hadi wa 13 tukimalizia. Amen. Hiyo inakuwa ndio topic yetu ya somo hili. Timotheo wa kwanza 6 mstari wa 6 tukiendelea hadi 13. Biblia inasema, walakini utauwa pamoja na kuridhika ni faida kubwa. Amen. Kwa sababu unapolisoma neno la Mungu linakuwa na faida kwako. Amen. Unapokuwa muombaji unakuwa na faida ndani mwako. Amen. Unapoamua kuishi maisha ya utauwa inakuwa ni faida moyoni mwako. Kwa maana hatukuja na kitu duniani, tena hatuwezi kutoka na kitu kuridhika. Bwana Yesu asifiwe. Hapo sasa ndio tunaongelea mambo ya kuridhika. Amen. Contentment. Tulikuja duniani, lakini sasa kama unataka kuishi maisha ya kuridhika na maisha ya utauwa ya kupendeza Mungu, lazima uridhike na kile Mungu anachokupea. Bwana Yesu asifiwe. Mfano nikaja kuona ile baraka Mungu amekupea, ridhika nayo. Amen. Kwa sababu Biblia inasema duniani hatukuja na chochote. Amen. Na hatutaondoka na chochote. Ile kitu ya muhimu tutaondoka nacho ni neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hata utafute mali za dunia, Mungu atakupea kiwango yeye atakacho. Lakini usiwe mtu mwenye haridhiki. Amen. Usiwe kutoridhika ni kuwa na hisia ama kuwa na tamanio kupata zaidi ya kile hauna. Bwana Yesu asifiwe. Mstari wa 8. Ila tukiwa na chakula na nguo tutaridhika na vitu hivyo. Amen. Biblia inatoa mfano hapa tu. Ukiwa na nguo na chakula umekula umeridhika. Amen. Lakini wanadamu wanahitaji mambo mengi sana. Amen. Ambayo mengine hata yampendezi Mungu. Amen. Siku moja wakati nilikuwa ushuhuda kidogo. Amen. Siku moja wakati nilikuwa nimekuja Thika nikiwa mgeni, nikiwa nataka kwenda kufanya kazi hapa Juja. Amen. Mtu mmoja akaniambia, unajua huko kuna pesa. Amen. Lakini sasa akikwambia hivyo, unaelewa huyu mtu kwenda huko kuna mambo mengine, sio? Akaniambia, sasa unataka nikupeleke huko. Amen. Uko aje baada ile kitu? Haleluya. Anamaanisha mfuko iko aje? Sasa inamaanisha kwamba huyu mtu yuko kazi na analipwa, lakini haridhiki na kile kitu anachokipata. Sasa huyu mtu kutumia ukweli haishi katika utauwa na kuridhika. Amen. Huyu ni mtu anaishi kando na kumpendeza Mungu na kuridhika. Amen. Na mimi sasa nikamwambia, sasa hapa nimetoka Zonana, hakuna kitu hapa, naenda basi nikienda nipate kitu utakuwa nakupea.
Akasema tukakubaliana, ngoja nikwambie tulikubaliana. Amen. Tumeka na agreement. Akaniambia kila Ijumaa tutakuwa nakuja unaniona vizuri. Amen. Tukagana. Ikifika Ijumaa asubuhi anipigia simu. Chacha, mambo vipi hapo? Mambo sawa. Haya. Ile mambo yetu ilikuwa nampea 1500 for every Friday. Amen. Sasa unaona ndio nampea hiyo tai. Ukijaribu kufikiria mimi kusema tu kweli siku anaishi kumpendeza Mungu. Amen. Kwa sababu neno la Mungu linasema uishi kwa kuridhika. Huyu mtu ukifanya hivyo kwa sababu wewe umetekwa tayari na watu wa ulimwengu. Amen. Mimi naye nilikuwa nafanya hivi. Ndio nalipo mshahara. Lakini kwa siku singetoka na chini ya 3,000. Amen. Amen. Na si kwamba hiyo pesa inakuja kihalali. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati wanajua juja pale kwa wewe. Amen. Ukienda pale kama unamjua Mungu, sometimes utapata vita kidogo. Amen. Unapata kuna changamoto kidogo. Unapata kuna gari imepitishwa hapo, hiyo gari imepitisha uzito. Amen. Nataka tuongee hiki kwetu, sio? Nyumbani, sio? Unapoenda pale sasa unaambiwa hiyo gari ikipitisha tani moja inapigwa faini ya 10,000. Amen. Inaenda kotini. Sasa na ule mtu unapata ako na mzigo. Na huyu mtu afai kulala hapo, anafaa kupeleka mzigo wapi? Mombasa. Amen. Gari ikiwa na chini ya tani moja uzito imepitisha, haifai kupigwa faini yoyote. Amen. Lakini ikipitisha tani moja na ni 10,000. Sasa ule mtu anaambiwa hii naenda kotini. Sasa unauliza waaje mfukoni? Nasema ni kwa nyingi. Amen. Sasa akishasema kwa nyingi anakupeza pilipili anaendelea, sivyo? Ule mtu ameenda. Ukikaa gari zimepangana laini. Amen. Sasa ili wasijue chenye kinaendelea, kuna jina wale watu huitana pale. Wanakuambia tukutane chemba. Ukijua chemba hapo sasa mnaenda kufanya rushwa. Amen. Ikifika asubuhi zile pesa umeokota mnaitana wenye mlikuwa kama ni watu watatu mnagawana. Amen. Hiyo pesa inakupea kiburi. Haleluya. Unapata kwamba ngoja nikwambie kitu kimoja. Unajua Wakristo wengi wanaishi kwa umaskini kwa kupenda. Amen. Biblia inasema unapompendeza Mungu, unapoishi katika maisha ya kumpendeza Mungu, ulitafakari neno lake mchana na usiku, hakuna siku utakosa, kwa sababu anasema atakubariki mjini, atakubariki kijijini. Sasa zile wengine wanalia maisha ni magumu mjini, wewe unasonga mbele. Sasa wengine wanalia maisha ni magumu kijijini, wewe unasonga mbele. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi, ili kumpendeza Mungu, mpendo ni changamoto kubwa sana. Sikini kitu rahisi. Kusimama na kuridhika sio kitu rahisi. Amen. Kusimama na kuridhika sio watu wote, ama nadanganya. Hata wenye tuko hapa, hebu tuoje mwenyewe kwa moyo wako. Kuridhika. Amen. Ile kitu unapata unatamania upate zaidi ya hiyo. Unaitamani katika kidunia. Sawa na watu wa ulimwengu. Biblia inasema watu wa ulimwengu, wa ulimwengu ni wale watu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wewe ukitaka kuishi maisha ya kumpendeza Mungu, lazima uamue kwa moyo wako wote, uwe muombaji, usome neno la Mungu, kwa sababu unaposoma neno la Mungu hakuna siku kitu yote kitakuja kuchanganya. Bwana Yesu asifiwe. Kila kitu tunachopitia katika maisha kiko katika neno la Mungu. Hivyo mpendwa, naomba ikiwa Jumapili ya kwanza ya huu mwezi, ukiwa mwenyewe popote huko, hebu tafakari hii neno. Mtumishi na kushukuru sana kwa kuleta hii neno. Kuridhika na utauwa kuishi maisha ya Mungu sio kitu rahisi. Waje tusichukulie, unajua wengi wanasema nimeokoka, lakini huko ndani waje nikwambie mambo. Siku moja nikiwa kazini, Pastor Joshua alipita akanisalimia kwa tomati. Sasa baada ya kwenda, mtu akaniuliza, "Baba na bwana wa kanisa?" Unaona? Amen. Huyu mtu akanipea changamoto, nilikuwa najiuliza, mbona ameuliza hivyo? Wote ukiwa huko nje, hata wadudu wajue mambo ya Mungu. Amen. Hata kila kitu kijua, hata kutembea. Pita wakati Yesu alikuwa anapelekwa kwa msalaba,
Petro alijaribu kuhepa, lakini hata kuangalia tu wakati huyu mtu ako na Mungu. Amen. Hata kutembea tu kunaonyesha huyu mtu ni wa Mungu. Amen. Ngoja tutafute namna na jinsi ya kuishi maisha ya kupendeza Mungu na kuridhika. Amen. Tuangalie mioyo yetu. Ni mambo gani ambayo yanasababisha tunaenda kinyume cha neno la Mungu? Tunaishi maisha ambayo ni ya kidunia, maisha ambayo hayawezi kuleta utukufu mbele za Mungu. Hivyo basi mpendwa, inakuwa ni vizuri. Mimi ombi langu tu moja ningeomba, my fellow friends, my fellow Christians. Amen. Tukae tujichunguze mioyo yetu. Tuseme ni nini iliyo ngumu katika maisha haya? Ni nini hicho kinachotunyima kupata uso wa Mungu? Ni jambo gani hilo linasababisha tusiridhike na chenye Mungu anatupea? Tuwe watu wa kuomba, tuwe watu wa kumpendeza Mungu, tuwe watu wa kuridhika na tunachokipata. Hivyo basi itakuwa ni jambo zuri sana unapoishi maisha kama hayo. Itakuwa ni kitu kizuri cha kumpendeza Mungu, nawe utaishi maisha mazuri. Mungu atakubariki kila uendapo, kila utembeapo. Kila mtu atakayekuwa anakuangalia atakuwa anaona Mungu ndani yako. Utakuwa ni mtu wa kuongea maneno watu wanafanikiwa. Utakuwa ni mtu wa kuombea kitu na kinatendeka. Hivyo basi mpendwa, siku ya leo ningependa kila mtu ajihoji katika moyo wake. Neno la Mungu lisikose katika moyo wako. Amen. Naona muda umefika. Sijapita hata dakika moja, sijapungua hata dakika moja. Amen. Basi ningeomba tusimame, tuweza worship team, nimeona washafika wanapotupeleka katika uwepo wa Mungu. Uwe Mungu pamoja nasi. Sasa kwa ndugu yetu mchache ambaye alisikia neno lako, kamzidishie neno lako na zaidi ikawe la manufaa kwa maisha yake. Kwa jina la Kristo Yesu Bwana, toba na kushukuru. Amen and amen. God bless you.